kwenu. Alipokuja Yesu katika Yohana 20:17 akawaambia wanafunzi wake, amani iwe kwenu. Kwa hiyo mitume wote kutoka Adam mpaka Mtume Muhammad walikuja kumtangaza amani. Maana yake nini? Bila kuwepo amani hamtamwabudu Mola wenu. Kweli au sio kweli? Ndio maana yake. Kwa hiyo ukiona mtu anataka kuvuruga amani, maana yake anataka kuwasababishia nyinyi msimwabudu Mola wenu. Maana yake amani ikivurugika, ikipigwa adhana, hamwezi kwenda msikitini. Zile thawabu 10 ambazo mnazipata wakati amani ipo, utaswali nyumbani, utapata thawabu 1. Mnanielewa au mnielewi? Naam. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu sana, hasa wakati wa sasa. Wanaweza wakaja wakaambia sijui nini, tukaandamane sijui nini. Waambie, we shika adabu yako, hapa andamani mtu, labda tuandamane twende msikitini tukaswali. Mnasemaje maneno hao? Yanafaa hayafai? Yanafaa. Kwa hiyo tulichokuja kukuhusieni, kwanza kumwabudu Allah. Pili, kila binadamu mwenye akili timamu ajua anachokifanya. Hiki nakifanya Allah amekiamrisha, au hiki nakifanya kimeamrishwa na Ibilisi. Cha tatu ni kudumisha amani katika nchi yetu. Full stop. Ninyi hamjui umuhimu wa amani. Niulizeni mimi mwenzenu. Mimi nimekwenda Kongo kama wiki tu hivi, vita vimeisha. Nimeenda nimekusanya umma, wamefurahi, wengine wakaja, jamani hatujamuona Ustaz Mazinge, tunamsikia tu, pamejaa msikitini umma. Tumemaliza pale muhadhara, sasa tunaingia magharibi. Kumbe kuna waasi siku hiyo ndio wanakuja kuvamia kijiji. Sikiliza hiyo mzee, wewe hiyo mpya una. Mimi singefika haya maelezo singeyapata. Sikiliza hiyo mpya hiyo. Inamaliza ya muhadhara, tumefunga, adhana imetoka. Kumbe wale mabwana walikuwa wametarget, ikiingia tu giza wapige mizinga yao waasi. Usifanye mchezo wewe. Nyie sikilizeni hivyo tu. Hawa wanasema amani viregike, hawa hawajasikia mizinga wala hawajasikia zile bunduki za mfululizo. Inapigwa dabo. Yaani risasi zinatoka chini zinakuja kwenye magazine zinatoka. Acha mtu anabeba mtoto hapa kakaa paka, hapa kakaa mwanae, akili zimevurugika, anaacha mwanae, anachukua mbwa, anabeba, anakimbia, anajua kabeba mwanae. Anafika mbele, anashtuka, anaona kabeba mbwa, mtoto kaacha. Mimi nakuulizeni, mambo haya ni mazuri mabaya? Hayafai. Basi muda ule adhana imeadhiniwa, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah. Watu wameingia msikitini. Kanifuata imamu, kaambia Ustaz Mazinge, wallahi tunafarijika, hadithi ya Mtume inasema akija mgeni basi mkirimu. Kwa hiyo wewe tunakukirimu, uswalishe. Nikasema jamani, mimi sijawahi kuswalisha toka nimeumbwa, mimi kuswalisha Wakasema basi leo itakuwa mara ya kwanza. Msikiti umejaa. Mwanaume na mimi nikapita, istaqimu wa'tadilu, stau. Eti nawaambia istau, nyosheni mistari, kila mtu aswali kama anaswali sala ya mwisho. Wakati nafanya hivi, kumbe jamaa wanasogea tu. Ile Allahu akbar, nikapiga suratul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, paka nikawapeleka ile, wote wakaitikia huko nyuma amin. Basi namaliza amin, ilipigwa moja, ikaja hapa mbele ya kibla hapa, ikachana ile, ikainua bati fumo. Sasa mimi najiuliza, huu msikiti ndio ulivyojengwa kwa ajili ya wageni
au vipi? Mbona sijaelewa imamu, mbona taarifa hizi hajanipa? Akili yangu sasa najua labda kuna, kumbe ishapigwa mzinga kule, huku watu wametikia amen. Nikasoma sabihisma kwa mapozi kabisa na madaha. Sabihisma rabbika ma'ana alladhi khalaqa fasawwa sufi Ibrahima wa Musa, nikawapeleka Allahu akbar. Sasa ile kusikia ile wao ile Allahu akbar, wakajua labda hawa Waislamu wanalipiza, ikapigwa ikaja hapa mbele ikafunua what. Sasa mimi niko hapa, Allahu akbar, ishapigwa, akili ishavurugika. Ikaja hadithi, Mtume anasema ukiwa kwenye swala uswali kwa utulivu. Kimoyomoni kasema hadithi hii kwa haya yaliyotokea, kwanza naiweka pending. Bila mchezo hapa, kuna mtu anaondoka. Metulia tu, niko hapo. Sasa huku nyuma ameona, mbona sisemi sami Allahu man hamida? Mimi niko hapa tu, huku nyuma nasikia subhanallah subhanallah. Sasa mimi kimoyomoyo, au ananiambia subhanallah, wanataka niinuke ili mimi risasi zinikute au vipi? Akili bado nachanganya hapo, nataka nipate majibu, natafuta usalama. Niko tu hapa. Walivokaa kama dakika 3 kima, nikaona hapa ndio sehemu ya kuachana. Sasa mimi sikurudi hapa, sami Allah, sikurudi hapa. Nimekaa hapa, nilitolea salamu hapa. Assalamu alaykum, assalamu alaykum. Alafu nikaingia uchochoroni. Sijaonekana huko, sionekani huo mji mpaka kiyama. Nionekane nikafe. Alafu usiwaone hawa, umeona wa viongozi wetu, maaskari hawa, maafande hawa, wana dhima kubwa. Hawa wanatakiwa uungwe mkono. Wanapolinda amani, wewe ukaswali, wao wanapata thawabu. Kwa hiyo hawa lazima tuwasaidie. Kwanza mnanielewa au mnielewi? Mnanielewa Msije mkasema hajasema. Nakwambia ni mapema kwa upe. Hakuna mtu muoga kufa kama mimi. Mimi kikisikia tu hata kama puto, hizo mbio zangu utakwenda kunishikia mbali na kufaja bila sababu. Lazima iwepo sababu ya kufa. Unakufa kwa mtindo gani? Kitachosababisha kufa, utapata pepo hivi? Kwanza mnanielewa? Sikiliza haya hii, Allah anasemaje? Intansurullaha yansurukum wa yuthabbit akidamakum. Atakayemnusuru Mola wake, na yeye Mola atamnusuru. Tunamnusuru vipi Mola? Kwa kuleta amani katika nchi yetu, ili tufanye ibada. Wakristo waende kanisani, Waislamu waende kanisani, watoto wa Kikristo waende shule, watoto wa Kiislamu waende shule. Watoto wa Kiislamu wakipata elimu Qur'ani walioisoma, wakiwa bila matatizo waliowakuta, sisi tukitangulia makaburini kwa elimu walioipata ambayo ilisababisha amani kuwepo, watakuja makaburini kwetu kutuombea dua. Wazee mnasemaje hapo? Watakuja makaburini. Vikitokea amani kivurugika, watoto wakikimbia, wewe dua kaburini upati. Nani atakuombea dua wakati amani imechafuka? Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala adumishe amani katika nchi yetu. Wote semeni amin. Sijasikia, wote semeni amin. Tuombe dua usalama wa taifa, maaskari hawa, OCD, sijui DC, mkuu wa mkoa, Mwenyezi Mungu awape afya. Hii amani inayoendelea kuwepo, iendelee kuwepo mpaka Allah uondoe umri wetu sisi wote katika maisha ya dunia. Semeni amin. Inshallah, mimi nataka niombe. Leo niishie hapa, lakini sijaongea. Leo nimesalimia. Yaani yote nilikuwa nasalimia. Kesho nataka niwatoeni hapa panaitwaje? Kingale. Leo tunapanda ndege hapa Kingale wote,
tutakwenda nchi mbalimbali duniani, nikakuonyesheni madhambi ambao kingale hayajafanyika. Kuna watu wanafanya madhambi ya hatari mno, yani hata ukisoma katika hadithi, huyu dhambi anaifanya huyu, toba yake nini? Hupati toba yake, hupati. Maana kuna madhambi ufanye, kuna toba Allah kwa mfano, umefunga mwezi wa Ramadhani, ukamwingilia mke wako mwezi mtukufu wa Ramadhani, toba yake unatakiwa ufunge siku 60 mfululizo. Yani ukifika siku ya 50 ukanywa maji, basi zile siku 50 zote Mungu anaziondoa. Ukianza unaanza moja, yanatakiwa siku 60 zote umalize. Hiyo ndio toba ya kumwingilia mkeo, sio hawala, mchana wa Ramadhani, sio usiku, mchana wa Ramadhani. Haya, umefanya balaa, sio mkeo, mchana wa mwezi wa Ramadhani, toba yake ipi? Hii ni kwa wale waliooa na walioolewa. Mnanielewa? Mnielewi? Mnanielewa? Kwa hiyo haya ndio tumekuleteni, na kesho kina mama mje kwa wingi. Kuna dua zenu, tuna dua za kupata watoto mapacha, kuna dua unamsomea mumeo apate hela aongeze mke mwingine. Yani kuna dua nyingi sana sana, haki ya Mungu kuna dua nyinyi siwasomi dua hizo, hamna. Tunakuleteni sisi kwa uwezo wake Allah, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kijiji hiki cha Kingale, wilaya hii ya Kondoa, mkoa huu wa Dodoma, Allah aupe neema, Mwenyezi Mungu auongoze. Kila kizazi hapa kiwe ni kizazi kitachokuja kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.